48 ambapo kati ya makosa hayo ni kughushi nyaraka zinazodaiwa kuwawezesha kunufaika na mikopo ya elimu ya juu ile hali wakiwa hawana sifa hizo. Washtakiwa hao wanatoka katika vyuo mbalimbali ikiwemo IFM, CBE, UDSM, NIT, DMI, Mwalimu Nyerere, DIT na Chuo Kikuu cha Kairuki. Kuelekea ufunguzi wa dirisha la uombaji wa mikopo kwa mwaka 2026-27 ambalo tunalifungua hivi punde, ninatoa rai kwa wale wote ambao wataomba mikopo kuhakikisha nyaraka wanazoziwasilisha kwetu ni nyaraka sahihi na si za kughushi, kwani kwa kufanya hivyo wanaweza wakanufaika na mikopo kwa nyaraka za kughushi na kuwanyima haki wale wenye nyaraka halali na wenye uhitaji wa kweli kupata mikopo hiyo. Mahakama imeelezwa kuwa kati ya Juni 2024 na Novemba 2025 washtakiwa hao walitumia mfumo wa OLAMS kuwasilisha taarifa za uongo, ikiwemo madai ya ulemavu wao au wa wazazi wao ili kupata kipaumbele katika mikopo ya elimu ya juu. Baadhi yao wanadaiwa kufanikiwa kupata mikopo yenye thamani ya mamilioni ya shilingi kupitia mbinu hizo, ambapo kesi hiyo imeahirishwa hadi Julai 9, 2026 kwa ajili ya kusikilizwa kwa hoja za awali.